nalo Kristo. Swali la tatu ambalo shetani alimjaribu nalo Kristo, ambalo ndio swali la mwisho. Alimwambia, umeona hizi mali zote, dhahabu zote, magorofa yote, mali zote za ulimwengu huu, madini, kila fedha na kila aina ya thamani, kila aina ni wanawake nini, nitakupa endapo tu utaanguka na kuniabudu na kunisujudia. Ndio pale Mungu Kristo alipomjibu ya kwamba imeandikwa, usiwe na miungu mingine wala usimwabudu Mungu mwingine zaidi ya Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Maana yake hapa mlango wa tatu, maana yake mlango wa tatu ni tamaa au haraka, pupa. Tamaa au haraka, pupa. Tamaa ya mwanadamu, tamaa zetu, haraka zetu au pupa zetu. Ndio pale shetani akiona tamaa katika moyo wa mwanadamu au katika mawazo yake, akiona haraka, akiona pupa ya kufikia jambo fulani au ya kupata kitu fulani, ya kumiliki kitu fulani, akiona ile tamaa, basi anaanza kuipaka rangi. Mwanadamu afikiri ni nzuri, kumbe ni nzuri kwa macho ya kibinadamu, lakini kwa namna anavyoiendea, basi ni kwamba anakwenda kinyume na Mungu, anakwenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Kwa ile mwisho wa siku anashindwa kungoja wakati wa Mungu. Mwingine anachukua maamuzi mengine, mwingine anachukua uamuzi mwingine wa kupita njia zingine ambazo ni za giza. Kutokana na nini? Kutokana na tamaa. Tamaa imezidi hadi shetani akaipachika nguvu, ikabidi nguvu hiyo kamuongoza mwanadamu huyo kufanya mambo ambayo sio, ili kumiliki kitu ambacho anakitamani au kukimbilia mafanikio ambayo anayatamani kwa haraka, hadi kuchukua maamuzi mengine ambayo napita kwenye njia zingine ambazo hazimpendezi Mungu. Na kizuri siku zote lazima ugaramike. Kwa hiyo ukienda upande mwingine huko atakwambia utapata hata kwa masaa fulani, utapata kesho, utaamka unacho, lakini gharama yake ni hii. Hivyo mwisho wa siku unakuta umetoweka kwenye uwepo wa Mungu.